Habari za wakati huu. Naitwa Jacob Zakaria. Mimi ni mchungaji. Nataka nizungumze nawe machache leo kuhusu changamoto mbalimbali na mapito tunayopitia kwenye maisha. Nikianza, yapo mengi ambayo tunapitia kwenye maisha na inawezekana hata wewe umepitia mengi. Sasa mimi kwenye maisha yangu bwana, nimepitia mambo fulani ambayo siwezi kuyasahau, lakini yalinisaidia kumjua Mungu zaidi, yalinisaidia kumtumikia Mungu. Unajua, unaweza ukapita kwenye maisha fulani na yakawa ni maisha magumu, maisha yenye changamoto, lakini hayo maisha yakakusaidia kumjua Mungu na kumtumikia Mungu vizuri. Sasa mwaka fulani nilipita kwenye changamoto fulani nikiwa chuo cha ualimu pale Nachingwea TTC mwaka 2014. Niliugua sana pale chuoni. Nafikiri wale wanaukwata wakati ule nilikuwa mwanaukwata, nilikuwa mwenyekiti wa ukwata pale chuoni, lakini pia nilikuwa mratibu wa maombi na uinjilisti ukwata wilaya ya Nachingwea. Nilipita kwenye changamoto mbalimbali pale. Niliumwa ghafla, yani nilipoteza body balance kiasi kwamba nilikuwa siwezi kuamua kusimama, siwezi kuamua kukaa, siwezi kuamua kula. Kwa nikawa nimepelekwa pale hospitali ya wilaya Nachingwea, nikapigwa x-ray, lakini pia vipimo vyote havikuonesha kwamba kuna tatizo gani. So nilikaa pale, nilazwa pale kwa siku kama 4, nikawa nimetoka nikarudi chuoni. Lakini kadiri siku zilivyokuwa zinaenda, mambo yalikuwa yanazidi kubadilika. Baadaye kumbukumbu na zenyewe zikawa zimeanza kufutika. So nikatoka pale nikapelekwa hospitali ya Ndanda, nikapimwa pale, vipimo havikuonyesha kitu. Baadaye nikarudi chuoni. Kwa kadiri siku zilivyokuwa zinaendelea, mambo yalikuwa yanazidi kuharibika. Kwa kilichofuata sasa, nikawa siwezi kuongea. Nilikuwa naweza kuchukua kuanzia asubuhi mpaka jioni nikiwa siongei, lakini naweza kutembea, naweza kufanya vitu vingine, lakini sitembei. Lakini wakati mwingine kumbukumbu zikawa zinafutika kabisa, kwa nikawa sina kumbukumbu. Nikakaa pale chuoni nikiwa katika hiyo hali, kiasi kwamba nilikuwa siwezi kukumbuka. Hata ukija pale ukizungumza nami, ukizunguka nyuma, ukirudi, siwezi kukumbuka kabisa. So kumbukumbu zikawa zimefutika kabisa. Baadaye nikawa nimefuatwa nikapelekwa nyumbani Dar es Salaam, ambapo nilikuwa naishi kwa wakati huo. Nikiwa Dar es Salaam pale, nikawa nimepelekwa hospitali ya Mwananyamala. Hospitali ya Mwananyamala pale nikapigwa x-ray. Na wakati nimeenda Ndanda nilipigwa x-ray pia. Kule Nachingwea pia nilipigwa x-ray, lakini Mwananyamala pia nikapigwa x-ray. X-ray hili nilikuwa ninapigwa x-ray za kuangalia kama kuna tatizo kwenye kifua. Nilifanyiwa mpaka kipimo cha echo pale St. Monica pale Manzese, nilienda pale. Lakini katika hospitali zote tatizo halikuonekana kuwa nina tatizo gani. Kwa hiyo haya mambo yalikuwa ni mambo ambayo yalikuwa hayaeleweki kabisa, lakini ninachoweza kukumbuka, Mungu alikuwa bado na kusudi na mimi. Na nikiwa ninatoka pale Mwananyamala kwenda Manzese St. Monica pale kwenye vipimo vya moyo, nikiwa kwenye gari la daktari fulani, simkumbuki jina, nilisikia sauti ikisema nami nje ya gari. Ile sauti iliniambia kwamba wewe huumwi, isipokuwa shetani anataka kuharibu kabisa mfumo wa maisha yako. Ni kwa sababu wakati niko Nachingwea nilikuwa nafanya huduma kubwa sana ya maombezi pale. Kwa hiyo nikawa nasikiliza ile sauti nikiwa kwenye gari, na niambia kwamba uko Mwananyamala, uko Manzese unapoenda tatizo halitapatikana, na ukirudi Mwananyamala utaandikiwa rufaa ya kwenda Muhimbili kufanya scanning ya ubongo, brain scanning. Kwa hiyo nikawa nimesikiliza ile sauti, nikagundua kitu. Kumbe kuna kitu adui anataka kufanya, kuna kitu adui anataka kuharibu kwenye maisha yangu. So nikawa nimeenda hospitali ya Manzese pale St. Monica pale, nikawa nimepimwa moyo. Baada ya kuwa nimepimwa moyo pale, tatizo halikuonekana. Kwa hiyo ikabidi nirudi. Nakumbuka kabla sijaenda Manzese, niliambiwa pale Mwananyamala kuwa majibu yatatoka baada ya wiki moja.
Lakini nilipotoka Manzese kurudi Mwananyamala, wakati huo nikakuta majibu tayari yako pale yananisubiri. Kwa pale pale nikawa nimeandikiwa rufaa ya kwenda Muhimbili kufanya brain scanning ya ubongo kama ile sauti ilivyoniambia wakati nipo kwenye gari. Kwa hiyo nikagundua kwamba hii ni vita, na hii vita nisipokuwa makini adui anaweza akapata ushindi. Kwa nilichoamua pale niliamua kuwa nimepona. Na wakati nimetoka hospitali ya Manzese pale mbele pale kuna ile daraja la Manzese pale ambalo magari yanapita chini, watu wanapita juu. Wakati ule nilikuwa siwezi kutembea mwenyewe, nilikuwa nashikwa mkono. Pale nilikuwa na shangazi, nikamwambia shangazi niache, nimepona. Kwa hiyo nikaamua kupita juu ya daraja. Washangazi akawa anashangaa nimepataje uwezo wa kupita, lakini nilikuwa na imani kuwa nimepona na adui hawezi kunishinda tena. Kwa hiyo nikapita pale, tukarudi Mwananyamala, nikapewa majibu pale pale kwamba tatizo alionekana, na nikaandikiwa rufaa ya kwenda Muhimbili kufanya scanning ya ubongo. Pale pale nikafanya mgomo, nikasema mimi siendi kufanya scanning ya ubongo, naamini Yesu ameniponya. Kama Mungu ameweza kuniambia jambo hili, najua hata shindwa kuniponya. Kwa walikuja watu wengi wa kunishawishi naenda kafanya scanning ya ubongo, utakuwa kichaa, lakini nilibaki na msimamo. Nataka nikwambie nini? Kuna wakati unapaswa kumsikiliza Mungu na kumtii ili uwe salama. Kumsikiliza Mungu na kumtii kulinifanya nibaki imara na kushinda vile vita ambavyo adui alikuwa ameachilia kwenye maisha yangu. Yako mengi sana ambayo nimeyaona, nimeyapitia kwenye maisha yangu, lakini leo naomba nikuache na hili kwamba hakikisha unakuwa na imani thabiti, msikilize Mungu, mtii Mungu. Wakati mwingine changamoto tunazopitia, adui anataka kufanya kitu, adui anataka kuharibu system zima ya maisha yetu, adui anataka kuharibu kusudi la Mungu ndani yetu. Kwa usikubali adui akaharibu kusudi la Mungu ndani yako. Msikilize Mungu, tii sauti yake, utakuwa salama. Yako mengi ambayo nitakueleza wakati mwingine. Mungu akubariki, uwe na wakati mwema.